watumwa, like slaves. Na hao waliokuwa watumwa wanatembea kwenye mafarasi kwa nafasi ya matajiri instead of the rich people. Bwana tusaidie sana. Amen. Hiki kitu kikwe kinakuluma roho. May this thing pain in your heart. Kwa sababu uko mtoto ya Mungu ambaye baba yako ni tajiri. Because you're a child of God whose father na akasema ndani ya nyumba ya baba, ile verse tulisoma jana. And they say that in the house of the Lord muna utajiri, muna heshima, there is wealth and riches. Muna mali nyingi ndani ya nyumba ya baba. There is so much wealth. Na wewe uko mtoto ndani ya nyumba ya baba. And you're a child in the house of the Lord. Haiwezekani baba yako akuwe tajiri. It's impossible for a dad na wewe utembee kwa miguu kama esclave. Sawa sawa na neno letu la leo. Like our word for today. Utaelewa ya kwamba kuna vitu vilibadilishwa. You will understand that there was things there that were changed. Kwa sababu anasema Mhubiri anasema hivi. Because in Ecclesiastes says this. Wapumbavu. That the foolish person. Le vaurier. The foolish people. Hawa ndio ambao walishatawala. These are the ones who have taken na sisi ambao tulikuwa kwenye utawala tumeshashushwa chini. We've been put down. Hawa ambao walikuwa matajiri, these ones who are rich, unakosa kama walihomba namna gani, you don't know if they lost na chakula wanaanza kukosa. Even the food is hawa ambao walikuwa wafanyakazi wao, these ones who are their servants, wenyewe waisha kuwa matajiri are starting to become na wanaanza tembelea vitu vya shehe, and they start working for rich things. Mungu atuhurumie sana. Ndio maana inakwambia kwamba kikwe kinakuluma sana. That's why I tell you it should pain you so much. Unajua kuna maombi mengine tunaendaka mbele za Bwana kumtubu tunatukana. There are some prayers you are going in. Unajua ya kwamba Mungu ndiye baba yetu. You know that the Lord is our Lakini unafika kwenye iko unapiga magoti na sema. But you're coming in front of him and you kneel down and say, Baba juu ya nini? God why? Bale bote wewe hapa baba kuna bure sanamu. They are living in my things. Bale waisha kwa patron na si wewe tunakuomba. Yet for us we are tunateseka. We are suffering. Est-ce que ça c'est la prière? Is that how we pray? Ama uko na samba na Mungu sawa sawa na teme moja ambayo you're just arguing with the Lord. Uko na samba na Mungu sasa. You're just arguing with the Lord. Bwana saidie sana. Amen. Elezema Mungu atunigia yake. Lakini angelikuwa anatunigia kwa anakuambia fanya vile unataka. If the Lord don't anoint you that you just say do whatever you want. Mungu aturudie sana. Mungu angelikuwa anatunigiaka. If the Lord anaomba maombi vile na unasikia tu sasa. Kisha unataka nifanye nini? And you hear what you want. Unataka. Do whatever you want. Nitoshe kupouvoir tu. Take me from my authority to see. Bwana saidie sana. Kuna vitu unapaswa kupambana navyo. Kuna vitu unapaswa kupambana. There are some things you're supposed to fight with. Bwana saidie sana. Kuna vitu unapaswa kupigana navyo. There are some things you're supposed to fight with. Sababu haiwezekani haki yako ichukuliwe na uko naona tu. To be taken from you yet you're just waiting. Ukishagundua ya kwamba hii haki imeshaenda, if you find out that this right, anza kutafuta strategies zozote hizo za kurekipere ile haki yako. To bring back your right. Uko shamba moja huko Kajansi. There is a certain garden there in Kajansi. Tuliendaka tukanunua kwa hiyo shamba. We went and bought on that garden. Yaani ni maparcelle zinazunguka. There's some plots. Nikakuya kusoma document. And I came to read the document. Ya 1985. In 1985. Njoo wakati ile shamba iliendaka, njoo wakati ile pori iliendaka. That's when the garden went. Bameisambia depuis 1985. They have been arguing upon it since 1985. Banakuya kuiweza ku 2024. And they have won it in 2024. Bwana saidie sana. Koti njo inasema kulingana na haya yote. The court is the one who shall say with all wenyewe iko na sheria ya hii. The people who have the right of this garden are these. Na ndio maana wakaanza sasa kupitisha trakter, wakaanza kushika. And that's how they started putting a tractor. Mimi kima unaangalia. But when you see the document. Wenyewe walisambaka ile mambo ile. The people who are with that stuff. Wale watatewa habako. Those walisamba ile maproblemu mudemila. Wenyewe tulikia kutanana nao hapa nyuma. The ones I found here. Wengine ba jeune garçon wenyewe ilipatia sasa ile the ones which the court has given that right. Na wakaanza kujisha na wakujenga waisha jenga. And they started selling it and the ones who were to build have started building. Uko naangalia. Wakati inapoingia katika mambo ya kiroho. Whenever you enter into spiritual things. Kama ni kweli don't give up. I say that it's true, don't give up. Don't give up. Pigana yako yote mpaka haki yako ikurudie. Fight all you can so that your
wanaachilia hii shamba These people, they left this country. kama ilishakaenda zamani, If maybe it had been taken lakini away. alikuwa ni mfanyakazi wa tate But yao he was the servant of their ambaye grandparents. alikuwa anajua madokima zote za tate yao, Who knew all the documents of their na grandparents. wakati ambapo tate yao alimefariki, And when their grandparents died, huyu mfanyakazi akachomola ile dokima ya ile this servant removed those documents of that family. walitafutaka ile madokima They looked for wakakosa. that document and they Kumbe boy wa mnyumba ndio mwenyewe alienda Yet kadari, it's the servant who went to na huyu boy wa mnyumba And this servant, kadiri watoto walikuwa wako wanasoma, when the children wengine were wameshakuwa wameya, they were becoming word. wakabadilisha ile makaratasi, They changed the majina papers. zikakuwa za ule tate yao. The names became of their grandparents. Njoo pale tuko tunasoma, That's why we're reading. kuna ujinga mmoja ambapo unakuja kuona pumbafu aisha tawala, There is some stupidity where you come and find out that the foolish person is ruling. na sisi ambao tungepasha kutawala tuko tunawaangalia. And as we are supposed to rule, we're just seeing them. Mtumishi yetu mmoja Our servants. akakuwa of anakuja God, kila mara tumwombee kazi, he used to come every time and pray for him to get a job. Yaani tukikuwa kwenye mirago wakati tunataka kutoka, anasema mniombee tu. Whenever we're on the mat, he used to kneel down and say, pray for me, I get Sasa a piga job. magoti tunamwombea kazi. He knelt down and we prayed. Iko najitembeza, anasikia simu. Tulikuwa When he's tunaona working, he has a phone. anasikia simu inapiga. He hears the phone ringing. Oh, papa, unaweza kutukuta tulionaka demand yako siku moja. Dad, can you find out we Aseme ndiyo. had your... Wakati anafika hapo, When he reached there, wanaona ni papa makamu, they find out that wakampatia akuwe chef kwa ile kazi pale. they made him a chef there. Condition ambayo kwa ile kazi, The condition in that job, kila samedi every Saturday, wanapasha kuvuka Gisenyi, they used to go in wanaenda out. and they go out. Kila samedi. Every Saturday, Ule bosi yao wanafika na kamata wafanyakazi wale wakubwa, that boss comes anavuka nao and kwenye takes them magari, and wanaenda goes with kunya, them and they drink. wanaenda enjoy kule, They go and na they yeye drink mwenyewe there. anawagabulia na wanawake huko. And the person, even the boss, give them women Huyu there. ni mtumishi wa Mungu. This was the servant of God. Aliwahi kuenda mara ya kwanza, He went for the first time. akaomba soda. He asked for soda. Bosi yake akamwambia hivi, The boss said, iko sawa kwa mpya mwa hii kazi, maybe you're a new person in this job. wenzako ambaye kuambia vile tunafanya mwa hii kazi, Didn't your tunatokaka fellows kila tell you samedi what to tunakuja hapa Gisenyi we go out every Saturday and we na come in tunajikunia yetu. and we drink. Kwa hoteli moja ilikuwa natawala pale, walikuwa wanaita Mille Collines. There was a hotel which was famous there. Wakati wanapofika mara ya pili, When they reached for the second time, bosi yake yule mkubwa anasema hivi, the elder boss says, utakunya tena soda? will you drink soda? Sababu kama utakunya soda ni kusema mara ya tatu kazi yako itakuwa imeisha. Because if you take soda, then that means the third time your job will end. Akafikiria, mbona mimi nimepata zaidi ya miaka 5, He thought, I've got this job Na after 5 years nishateseka. and I've suffered. ase nitapima kuchanga soda kwanza kidogo That I'll try to mix soda and alcohol. na mitingi, njoo pombe ya pale. Takunya ka mitingi kadogo na kasoda. I'll drink some alcohol and some soda. Akakunya soda yake, He drank his soda. akakunya ile mtingi kidogo, chef And akapiga drank mikono. that Sasa alcohol. mpige mikono, pasteri anaonja kwanza kidogo. The chef even clap your hands. He has tasted a little bit. Na kueleza I'm telling ilikuwa you, kwa mwezi ya pili ya tatu, in the second month, the third month, mtumishi alishakuwa kamlewa wa kuenea, kamlewa. the pastor had become an alcoholic. Alikutana na pumbafu, patro He pumbafu. found a foolish Hii boss. pumbafu This foolish, ilishakuwa juu. it was ruling. Huyu ambaye alikuwa mtawala And this person who was a ruler akakuwa mfanyakazi wa huyu pumbafu. had become a servant of the foolish person. Bwana tuhurumie sana. Inabidi unakuwa makini sana mpendwa, You have to be careful. kwa sababu dunia mahali ambapo tuko tunaelekea Because the world where we're going, haiko hii system ambayo unaona hapa Kampala. it's not the system you're seeing here. Kuna in zingine Kampala. system ambayo utakutana nazo There are some systems you'll find ambazo unasikiaka ambao walishakuwa ndani wanakuambia sasa, na nyinyi mfike kwanza huko, where you will hear that the ones who are there are telling you, even you should come. lakini naamini tukifika huko hatutabadilika. But I believe that if we reach here, we won't be blessed. Tukifika huko If hatutabadilika, we reach there, we won't be kwa blessed. sababu tunajua hatima yetu ni nini. Because we know what is our destiny. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana niko nakwambia kuwa na hasira, That's why I'm telling you, you should have anger. kuwa unapigana. Haiko kwamba wale ambao wamepata walikuwa na You akili, should fight. It's not that the ones who have God, they na have kukosa knowledge. sio ujinga.
And not getting is ni not kwa sababu ya hatima yako ambayo ilibadilishwa, but it's because of your destiny. hatima yako ambayo ilipelekwa. Your destiny. Ndio maana uko kama vile unasumbuka, That's why you're like, lakini hatima yako ikikurudi, but when your destiny watu watakushangaa kwa sababu haitakuwa vile unakuwaka, lakini Mungu atakufanya jinsi unakuwaka. Jina la Bwana libarikiwe. Acha nikusomee neno moja ya Labani. Let me read for you one word. Utaisoma pale kwa 30 ya Genesis. Genesis chapter 30. 26-27. 26-27. Mwanzo 30 26-27. Genesis 30-27. Waangalie maneno pale ambayo Labani aliwezaka kusema. You see there the words which Laban said kwa ajili ya mfanyakazi wake Yakobo mtoto ya about his servant Jacob. 26-27. Ndio. Mwenye iko na Biblia ya Francais atatusaidia. Inazoea bimoya kuviangalia kwenye Francais na Anglais, lakini Francais itasema vizuri. Amen. Unipe wake wangu na watoto wangu. Ndio. Ambao niliwatumikia kwako niende. Ndio. Kwa maana unajua utumishi wangu ambao nilikutumikia. Ndio. 27. Labani akamwambia hivi. Laban told him that kwa macho yako. Ndio. Maana nimetambua ndio ya kama Bwana amenibariki kwa ajili yako. Amen. Mwenye iko na Francais atatusaidia. Ndio. 30-26-27. Amen. Nipe wake zangu na watoto wangu na mimi nirudie tena. Give me my wives and children and I live. Ndio. Unajua kama mimi nilikuwa mfanyakazi wako, nilikutumikia, na ndio sasa nikapata wake na nikapata na watoto. Mimi nataka rudia kwetu Kanani. Now I want to go back home in Canaan. Laban akamjibu hivi. Laban said, Amen. Kwa kitu kama nilikasoma Biblia pale mwingine Francais. Kalikuwa kanasema hivi. Je vis ton étoile depuis ma divination. Kale kakitu nikasikia kama vile kana niingiza mshale katika mwili. I felt that thing that pierced me as pierced. Aseme niliona nyota yako wakati nilipokuwa nikisukumana na miungu. That I saw yourself when I was mizimu ikanionyesha nyota yako ya kwamba kufanikiwa kwangu kunatokana na nyota yako. It's because of your star. Ndio maana sitakuacha wewe. That's why I won't let you live. Bwana saidie sana. Unajua kuna maonisha zenyewe unafanyaka demand ya kazi. You know there are some places you do a demand of a job. Bakisha ona ile majina yenu wana selection. When they see your name they choose some. Banaanza kukamata sasa kuangalia kila mtu na etwale ambayo itaacha ile kampuni inasema. And they start saying who's usome hata haukusoma. If you learn to wakiona etwale yako if they see itasogeza kampuni mbele. It will move the company. Batakuuliza unajua andiko sasa mimi sijui andiko. Niwaza tu nitakuwa naambia tosha hii mizigo hapa mbele. I thought you just tell me remove. Wanakuambia uje kuandika usipojua kuandika. And they tell you utafuta secretary, mwenye atakuwa secretary wako. Look for a secretary. Lakini wewe utakuwa manager. But you will become a manager. Najiuliza sasa. Huyu atakuwa manager ayena hajui. Ask yourself how will this person become a manager if he doesn't know how to write? Wa ile divination yao, wile kutambikia kwao. With that divination. Nyie bote ambao mnaletaka ma demand zenu za kazi. You people who are bringing wanaangalia etwale ambayo itaacha kampuni inasogea mbele. They see the star which will make the kama haipatikane mnyie bote. It is not there in all of you. Nyie bote ni rejet. All of it's rejection. Mwende kwanza hakuna kazi. First go, there's no job. Batakieka leta kabutu atani kama mafunza iko natembea na mafunza. They will come and bring a person even though he's sick. Sasa huyu ndio atakuwa manager. Sasa ndio manager huyu. Then they ask, is this the person who's going to be a manager? Hata mumutukane ni manager. Even if you are going to see him, he's a manager. Hata aibe mukazi. Even if he steals from the job, he does not live. Hata afanye erere mukazi. Even if he committed crime in the
job, it does not live. Kwa sababu miungu yao Because the idols ilionyesha kama etwale ya huyu that shown that the ndio star inasogeza kazi mbele. will move the work Kwa forward. utakia kuta mtu kwa mkazi zaidi ya 10 Then you come and find out that the person has been hesabu maerere ishakafanya, count the crimes, madega ishafanya mkazi, the things he has done in the job. hatokaki He does not live akode son etwale kwa sababu ya nyota yake. because of his star. Bwana saidie sana. Amen. Mungu angekusaidia ujijue kwanza. The Lord should help you. Ungelikuwa unajijua, If you knew yourself, haungeliachilia maisha yako, haungeliacha malesea leo you maisha. wouldn't live your life. Ungelijijua, If you knew yourself, ungelijirespecte kabisa, unasema niko na etwale you moja. would have respected yourself and know that I have a big star. Nilikwambia jana hivi, I told you yesterday, kitu kitakachokupatia utambuzi ya kujua kama ni kweli ninakuwa na nyota the thing which will make you realize that you have ni a star wakati uko natafutwa is the time you are being na looked watu for, ambao wako wanakutafuta, wakisha kukuta and when the people are looking for you find you, hawatakufalia chochote. they won't do anything. Hapa unaelewa kama hii nyota kama ikuchukuliwa, And you see here that ina this star was maana not taken. ilifunikwa, Then that means it was covered. wanaifunika kusudi isipate kung'aa. It was covered so that it cannot shine. Unasikia niko nakutafuta kusimu, niko nakutafuta You kusimu, hear that they're looking for you. nimero mwenyewe nakutafuta, njoo hii. The number looking for you is this. Hello, tunaweza kukutana. Mnakutana, Can we meet? Then you meet. wakati mnakutana When you meet, anakuambia vya bwerewere venyavi hadi na tama, it tells you stuff which have no meaning. kisha unaenda kuambia mwenzako, And then you go and tell your friend wewe sio ulisema ule mtu anatafuta, that you told me that this person was. haniambia hata kitu. He has not told me anything. Nyota ishakachezewa zamani, The star was being played. kwa sababu kile kilimsukuma akutafute Because the thing which ni posted you, etwale ya mwingine, acha na it's your kutafuta. star which made you to look for you. Alipokutana na wewe, And when he found you, wale ambao wanachezaka juu ya maetwali wakaifunika. the people playing the game of the stars covered it. Maneno ambayo ilikuwa ya hilo siku The words of that day, akaiwekea appointment na basi na njoo mwisho. he made just the appointments and that's the end. Bwana tusaidie sana. Amen. Na kuna mwingine ambaye anaweza kufika tani, niko nakutafuta, nilikuwa napenda tu hivi tulishaonana, nilikuwa siku mingi sikuona, nipenda tu. And there is someone else who can just say, I'm looking for you, and when he sees you, Hii ndio unauliza kama niko wapi, juu ya kuniambia tu bonjour. is this the reason you are just looking for me? Unaelewa, Yes, kuna you are just kitu- telling me good morning. Kuna kitu kimefichwa There is something hidden ambacho angelipashwa kukiprononce, which you were supposed to lakini pronounce, kimefichwa. but it was Kwa hidden sababu ya nini? Etwale yangu inafunikwa. because your star was covered. Bwana tusaidie sana. Amen. Hata ndani ya nyumba Even in the house, na watoto ambao tuko nao na wake na waume tuko nao, even the children who have the ukana house, angalia hata etwale yako kumwenzako. you can just see when you start from Mtu your neighbor, uko na bibi from wala bwana somewhere. iko nakwambia atakufanyizia You surprise. have a husband who was saying that Mwaka mzima haya ifanyaka. give you a surprise. 1 year passes yet he has not done it. Madam kuwe pale Madam, just nakufanyizia there. surprise. I will do for you a surprise and you will be Mwaka surprised. inaanza. The Mnazala one mtoto wa pili. Na You gani give birth to tunasema the first child, the surprise. second Mnazala child, mtoto wa everything saying hivi. about the surprise. Giving back to the Hii first child. surprise ni ya wapi yenye baba anasemaka? What is this surprise? Ataniweka kumgongo, Mindset. ataniziaka vyo, ama Will he ataniziaka carry his bubble? juu, Will atamu he tawewe wanasema buy for me an ataniziaka. airplane? Or will he buy me the sun? Diza mwenye uko naye kunyumba iko nakwambia atakufanyizia 10 surprise. years you are with the Na person haya saying ifanyake. that he will do for you a surprise and he has not fulfilled it. Unaelewa kama huko chikoli mwenye kiko maisha pale. You understand that there is a curse in the life somewhere. Bwana tusaidie sana. Amen. Kuna wengine ambao hata kwa njia za pesa wanazifikiaka. There are other people even in the ways of the money they can reach it. Akigusa tu pesa, Whenever he touches money, wale ambao wanafuatilia nyota yake the people following his star, wanashituka, they get shocked. na wakati wanashituka And when they are shocked, they say, alishakuwa na pesa he sasa. has got money. Mwende kwanza mumpeleleze, First awaambie go kama and kuna check. Let him tell you how much he has. na wewe, kwa sababu kinywa yako iko tu wazi, And even you, because your mouth is open, unaeleza business yote you nyinyi. tell them about all your business. Wakati wanarudia wanafanya ile renew yao, And when they go back to their meeting, wanaongelea zile pesa zako, they talk about your money. utazigusa limoya tu You will just touch it once, na zinaenda kwenye zinazizi. and it goes wherever it has to go. Bwana tuhurumie sana. Angalia watu walikuwa kashine. Firstly, the people in China. Mmoja alikuwa anatoka Shine, Someone was coming from China, mwingine alikuwa anatoka Iraq. and another one was coming from Iraq. Bwana tusaidie sana.
na mwingine alikuwa anatoka Arabia Saudite. And another one was coming from Saudi Arabia. Ule ni magicien wa Chine. That was the magician from Huyu ni magicien wa Iraq. This was the magician Huyu from mwingine ni magicien wa Arabia Saudite. And another one was a magician from Saudi Arabia. Huyu kwa maji yao ya divination. In their divination, akaona étoile. He saw the star. Wa Chine na akaona étoile. The one from China saw the star. Mwingine na akaona étoile. And another one saw the star. Wakati walipoona ile étoile, when they saw those stars, pale tuko kwa Mathayo sura 2:1-5. they were in Matthew. Huyu wa Chine akaanza kufuata ile étoile. This one from China instead. Miungu yake ikamwambia hivi, hii nyota ni nyota ya wafalme. This star is the star of the yaani mwenye atakuwa mfalme, hii ndio nyota, alama ya nyota ya wafalme. This is the sign of the star of the king. Inabidi tunairekipere. You have to take it. Kwa sababu nikikuwa roi mwa hii Arabia Saudite ama because if I become a king here in Saudi Arabia, akaanza kufuata